sisi siku ya leo. Alisema na mtumishi wa Mungu Isaya. Isaya kaona, akafanikiwa kuona baada ya mfalme Uzia kufa, akamwona Bwana. Haleluya! Baada ya mfalme kuondoka, utamwona Bwana. Andika hilo katika maisha yako. Utakapokubali kuondoa ufalme ulioko ndani yako, utamwona Bwana. Ndio unajiuliza ni ufalme gani? Maana mimi nimeokoka na kwenda kanisani na sai. Angalia mienendo yako. Mungu anakupima kwenye vipimo vidogo tu. Angalia mahudhurio yako kanisani. Ni vipimo vidogo, maana upendaye, pale unapopenda ndipo moyo wako ulipo. Pale unapopenda ndipo moyo wako ulipo. Kama unampenda Yesu, moyo wako utakuwa kwa Yesu masaa yote. Angalia matoleo yako. Ni vitu vinavyoonekana kudhihirika. Angalia matoleo yako ni kwa kiasi gani? Maana Biblia inasema palipo na moyo wako ndipo na hazina yako ilipo. Palipo na hazina yako ndipo na moyo wako ulipo. Angalia ni mambo yanayochunguza na kuonekana ndani ya maisha yako. Kuna kitu ambacho kiko ndani yako kimesimama. Hicho ndicho kinachokuzuia usihudhurie mahudhurio sawa sawa, usishinde nyumbani kwa Bwana, usionekane kwenye vipindi, usionekane nyumbani kwa Bwana. Hata matoleo yako usimtolee Bwana. Umekuwa ni vigumu hata kutoa fungu la 10. Tukizungumza fungu la 10 kwako ni ndani ya disi ngumu, kwa sababu kuna ufalme ndani yako uliosimama ambao umeonekana ndio unaweza kukontrol maisha yako. Kuna roho ambayo iko ndani yako. Biblia inasema ikifa hiyo roho utamwona Bwana, ikiondoka hiyo roho utamwona Bwana. Kila mmoja chunguze, ni kitu gani kinanizuia mimi? Mbona niko pale pale siendelee? Mbona niko pale pale siendelee? Leo hii nikisema nikusimamishe uombe maombi, simama ufanye maombi, utashangaa sala yako iko pale pale, miaka nenda rudi. Wengine wana sala ambao walijifunza labda kule kanisani kwao, alijifunza kipaimara. Utasikia njoo kwetu Bwana Yesu mgeni wetu. Anaanzia hapo. Alijifunza akiwa kipaimara wakati anafundishwa kule. Mpaka leo aishikilia hiyo. Maana hana kingine cha kuomba. Roho Mtakatifu hawezi kumletea vingine kwa sababu anakuwa kile alichokaribishwa kwa mdogo. Hapo lazima nikufungue kwamba utoke hapo ulipo. Roho Mtakatifu yupo, ana uwezo wa kukuinulia vingi na vingi ukapata muda wa kuomba. Kuna mwingine hapa kuomba, ukizungumza kuomba muulize hivi nyumbani kwako unaomba wewe? Na hapo ukiomba ndio unaomba unachukua masaa mangapi? Sasa inafika. Ndio tu wanangu tuombe hapa tumemaliza. Mzigo wa kuomba kwa sababu ya utamani wa kumtamani Kristo haupo. Haya mambo yamekuwa ni chache, hivi unaweza ukajua ni kitu gani kimesimama ndani ya maisha yako. Kuna ufalme ambao unatakiwa uondoke kwako. Huo ufalme ukiondoka kwako, lazima ubadilike wa mtu wa tofauti. Haya yanayozungumza wachawi walioko jirani yako, huyo mchawi aliyeko jirani yako hataweza kukuchungulia hata kwa jicho moja. Unaweza ukashangaa unakata wiki nzima utaona jirani yako, kumbe anakukwepa. Kumbe anakukimbia, maana anajua una moto.